Haleluya. Barakoze cyane. Tawa twese uri mu ijuru duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, abera bawe bangana gutya bumetswe nawe Mana. Turagusaba ngo udushoboze kandi ubane natwe, uduheze kurivuga Mana nkuko bikwiriye, tukubera impanda nawe udukoreremo Yesu Kristo. Abaye hano hantu bose babashe kuryumva kandi no kurisobanukirwa no kurikomeza kugeza umunsi uzagarurirwamo. Mu izina rye tugusenze kandi twizeye, amen. Bwana sifiwe. Mbere na mbere turashimira ubuyobozi bw'itorero, ndagerageza gukoresha indimi zose, so mtavumilia dakika chache tu ambazo tutatumia. Tunashukuru uongozi wa kanisa ambayo wametuamini, wakatupa muda huu, wakaturuhusu tusimame hapa mbele ya taifa la Mungu ili tuweze kuzungumza neno la Mungu. Sisi ni watoto wadogo kama inavyosemekana, ambayo tunastahili kufunzwa, lakini wakituamini na waseme na sisi tuweze kufunza wengine ambayo kuna kitu tunashinda, tunasema ni asanti, mubarikiwe sana. Tunashukuru Mungu, nitashukuru Mungu kwanza, alafu ndio nizungumze neno la Mungu. Kwa familia tuliweza kugonjeka siku ambazo zimepita, kianzia kwa mama aligonjeka, nami nikagonjeka pamoja na dad, mwishowe shosho na yeye akagonjeka. Ikawa ni kama kitu si mzuri, tukaweza kuumia, lakini tunashukuru Mungu ambaye alituponya. Siku ya leo tuko wazima wote. Neno lingine, nashukuru Mungu, jana ndugu yangu mdogo aliniambia kwamba alikuwa amegonjeka, yambwiye ko yari yarwaye tibyangwa neza aho narindi, ariko ndashima Imana kuba nawe yabashije guterana. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana hejuru y'umwuka wera. Tumeambiwa kwamba leo ni siku ya Pentekoste ya watoto, lakini tutajifunza sisi wote. Tutafunza watoto ambao wanajaribu kukua katika kiroho, na tufunze watu wakubwa ambao wamekuwa kiroho ili waweze kuendelea kuimarika na kumjua Mungu zaidi. Amen. Sisi wote tutasaidiana. Tutaomba mwalimu Baba Mugisha achukue mic, atakuwa anapea watoto tukiwauliza maswali, na zawadi zao kazi kwa hapo nyuma, wenye watajibu mtupe. Sawa, tusome neno la Mungu wakichukua mic. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 4. Kuanzia mstari wa 4. Tatumia lugha zote, kwa hivyo mtaweza kuniudia radhi. Tuanze na Kikongo. Inasema, nuko abateranyiriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko amaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nico gihe wenda kugarirwamo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yateganye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga nyakuri umwuka wera nabamanukira, kandi muzabasha kuba abagabo bo kumpamya i Yudaya, ni i Yerusalemu, ni Yudaya yose, ni Samariya, kugeza ku mpera z'isi. Icyongereza kiravuze ngo, and when they came together he gave them this order, do not leave Jerusalem, but wait for the gift I told you about, the gift my father promised. John baptized with water, but in a few days you will be baptized in the Holy Spirit. When the apostles met together with Jesus, they asked him, Lord, will you at this time give the kingdom back to Israel? Jesus said to them, the time and occasions are set by my Father's own authority, and it is not for you to know when they will be. But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be witnesses for me in Jerusalem, in all of Judea and Samaria, and to the end of the earth. Amen. So tunaenda kuulizana maswali kwanza. Leo tunasherehekea nini? Siku ya leo ni siku ya kusherehekea nini? Tumeambiwa ni sherehe ya watoto. Leo kuna nini? Mugisha hapa. Mugisha. Pentecost. Tunasherehekea Pentecost.
Nani anaweza tuambia Pentecost ni nini? Maana ya Pentecost. Pale katikati. Simama. It is the coming of the Holy Spirit. It is the coming of the Holy Spirit. Tumpigie makofi. Nani anaweza tuambia kwa Kikongo ama kwa lugha ya mama? Hata kwa Kiswahili. Queen. Simama. Kushuka kwa Roho Mtakatifu. Kushuka kwa Roho Mtakatifu, tuwapigie makofi. Ganza tuambie kwa Kinyarwanda. Sawa, aketi chini. Nani anaweza tuambia kwa Kikongo basi? Kushuka kwa Roho Mtakatifu ni nini kwa Kikongo? Na pale nyuma Joy, yeah. Kururuka k'umwuka wera. Kururuka k'umwuka wera cyangwa se kumanuka k'umwuka wera, tubakomera amashi. Sawa, Imana yo mwijuru Mungu aweze kuwabariki. So kabla nianze, nitawaomba wazazi kitu moja. Watoto, hata isipokuwa watoto, hata sisi, mtu akifunza kitu na tukose kuandika, mara kwa mara tunasahau. Lakini tunawaomba wakati wamekuja Sunday school, mkwe mnawapa vitabu. Nadhani Queen peke yake ndiye anakuzanga na vitabu. Na ukimfunza kitu Sunday, jua vitu mingi amepitia wiki mzima, wakati mwingi anasahau. Lakini akiweza kuandika, anakumbuka ama hata anafanyia revision na tunaweza kuendelea. So wazazi, take note, mtukue mnatusaidia ndio walimu waweze kusaidika. Wacha tuzungumze dakika chache. Mnaweza kuwa mmeketi kwanza. Tuzungumze dakika chache juu ya Roho Mtakatifu. Alafu kwa sababu sisi ni wahubiri wawili, tutaachia na mwenye nyuma yetu na yeye aweze kuendelea. So wakati Yesu alikuja hapa duniani, aliweza kuishi miaka ambayo aliishi. Tutazungumzia Roho Mtakatifu ambayo anajidhihirisha kwa namna tatu ama kwa njia tatu. Roho Mtakatifu ambaye alikuwepo wakati Mungu alipokuwa anatuumba sisi binadamu. Biblia inatuambia kwamba Mungu akaumba mbingu na dunia. Wakati huo dunia haikuwa na sura yoyote, ila tu Roho wa Mungu alikuwa anatembea juu ya bahari. Kumaanisha huyo Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwepo hata wakati wetu tukiweza umbwa ama kutengenezwa. Kwa maneno mengine, tutazungumzia tena Yesu Kristo ambaye alikuja kutukomboa wakati wanadamu walikuwa wametenda dhambi. Mungu akaona hakuna namna nyingine anaweza tukomboa, kwa sababu alikuwa ametupenda upendo wa ajabu, akamtuma mwanae wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, ambaye wakati alikuwa anabatizwa Mungu alishuka. Amen. Mungu alishuka akasema, ndio huyu mwana wangu mpendwa ambaye namfurahia. Roho Mtakatifu alikuja yaje mu nshusho y'inuma, abasha guhagarara kuri Yesu igihe bamubatizaga. So Yesu Kristo wakati alikuwa anaenda kurudi mbinguni, kwa sababu alikuwa ameishi na mitume wake, aliweza kuzungumza nayo mambo mingi, aliweza kuwafunza vitu mingi na tena tofauti. Lakini yote walikuwa wanayafanya mitume, walikuwa wanayafanya kupitia mamlaka ambayo Yesu alikuwa anawapa. Yesu alikuwa anawaambia, nendeni mponye wagonjwa, nendeni pote ambapo watawakaribisha muweze kuwabariki. Na walikuwa wanaenda kupitia mamlaka ya Yesu, na wanarudi wanasema, ewe Mungu wetu, ewe mfalme, tumeweza kuponya magonjwa. Amen. Tumeponya magonjwa, viwete wamesimama, vipofu wameona, viziwi wamesikia. Lakini Yesu anawaambia, msifurahi hilo, ila tu kile ambacho mtafurahia, mfurahie kwamba jina lenu limeandikwa katika kitabu cha maisha ama cha milele. Amen. Sasa huyu Roho Mtakatifu ndiye tunaenda kuzungumzia. Hii siku ya Pentecost ilitendeka baada ya siku 50 baada ya Yesu kufufuka. Yesu alipomaliza kufufuka, aliweza kukaa na mitume wake siku 40. Yesu yamaze kuzuka, yabanye n'intumwa ziwe iminsi 40. Ari kubiyereka kubera ko yari yazutse.
ari kubabwira ngo ni njyewe, ari kubereka inkovu zo mu biganza, ari kubereka inkovu zo mu maguru. Abasha no gusangira nawe, abiyereka ko yari Imana, yari Yesu wari wazutse, kubera ko bataza babyemera. Wakati huo walikuwa Betania. Yesu alipoenda kupaa mbinguni akawaambia, nendeni uko Yerusalemu, mkangoje Roho wangu ambaye nitaweza kuwatumia. Ndipo hapa ambapo tumesoma, lakini mtaweza kuwa mashahidi wangu Roho Mtakatifu atakaposhuka. Mtaweza kunishuhudia, mtaweza kunitaja katika watu wote wa mataifa, ukianzia Yerusalemu, ukienda Yudea mpaka Samaria yote. Amen. Huyu ni Yesu ambaye alikuwa anawapa agano hilo. Kwa hivyo hizo siku 40 Yesu aliishi nao. Baada ya kuishi nao, Yesu akapaa mbinguni, atwarwa mu ijuru, bamureba bararamye. Walikuwa wanatazama juu mbinguni. Walipokuwa wametazama mbinguni, Yesu akaenda, kukawatokea wanaume wawili ambao walikuwa wamevaa mavazi meupe. Wakawauliza, enyi watu wa Galilaya, kitu ambacho mnatazama ni nini? Kwa maana huyu Yesu ambaye ametolewa ndani yenu, huyu ambaye ameenda hivi ndivyo atakavyorudi ndani yenu. Nendeni mumungoje kama alivyokuwa amewaambia. Musubire mu murwa, musubire muri Yerusalemu, muje kumurinda nkuko yari yabivuze. Iyo ni iminsi 40 Yesu yari ari kumwe n'abigishwa, kandi twavuze ko ari iminsi 50 Pasaka yabaye. Iminsi 10, siku 10 ni siku ambazo mitume wa Yesu walikuwa wanajitayarisha kupokea Roho Mtakatifu. Walikuwa kwenye chumba cha juu Yerusalemu. Walipoenda Yerusalemu, walijibeba kwa chumba cha juu, wakaenda kuomba wakingoja Roho Mtakatifu wa Mungu ili aweze kushuka. Amen. Wakati huo wa Pentekoste ulitimia, wakati watu walikuwa wanasherehekea mazao yao. Abantu bizihirizaga kweza imbuto, yani kweza mazao yao. Walikuwa wanachukua vitu ambavyo mavuno, asante, walikuwa wanachukua mavuno. Wakati huo hao watu walikuwa wanasherehekea. Watu walikuwa wametoka mataifa ya tofauti ambayo yako chini ya mbingu, wakikuja kusherehekea mazao yao. Wakati huo kunao ambao walikuwa kwa chumba cha juu pamoja na mitume. Amen. Tusome katika Mitume 2:4. Unasema hivi, bose buzuza umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nkuko mwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Wakati huo walikuwa wanangoja kwa hiyo chumba ya juu. Roho Mtakatifu akaweza kuwashukia. Alipowashukia wote wakajazwa ndimi ambazo zilikuwa tofauti ya ndimi ambazo ni lugha za mama ambazo walikuwa wanaongea. Mitume walipoanza kunena kwa ndimi, watu wa mataifa, hao watu ambao walikuwa wametoka mbalimbali, wakaanza kusikia ndimi zao zikiweza kuzungumzwa na hao mitume. Wakaanza kujiswali wakijiuliza, je, hao watu wameelewa? Sababu gani wanazungumza ndimi zetu na ilhali hawajui hizo ndimi zetu? Amen. Tunaelewa? Tunaelewa? Watoto tunaelewa? Wakaweza kuuliza, kwa nini wanazungumza ndimi zetu, ndimi za mahali ambapo tumezaliwa, na ili hali hawazijui? Ndipo Petero akasimama imara. Petero yule ambaye alikuwa amemkana Yesu mara 3. Kwa sababu neno la Mungu limetuambia, icyakora muzahabwa imbaraga nyakuri umwuka wera nabamanukira ngo muzabasha kuba abagabo bo kumpamya Yudea. Petero wari warihakanye Yesu inshuro 3 ku musaraba. Abantu bamurebaga bakavuga ngo uyu muntu uko asa, uyu muntu uko avuga arasa na Yesu. Ariko yarangiza akamwihakana akavuga ngo njewe ntabwo ndi wa Yesu, ntabwo ndi mwe mwintumwa za Yesu. Lakini Roho Mtakatifu aliposhuka akaweza kumfanya shujaa, akaweza kumupa nguvu zake za Roho Mtakatifu. Petero akawaambia, mimi sijalewa, sisi hatujalewa, kwa maana saa hii ni saa 3 za siku, watu hawawezi lewa asubuhi hii, ila tu ni agano ibyahanuwe na Yoweri mu isezerano rya kera. Byavugaga ngo mu minsi y'imperuka
nzasuka umwuka wanje ku bantu banje, abakobwa n'abahungu bazahanura, n'abasaza nabo bazerekwa. Abasaza nabo bazabasha kurota. Bibiliya ivuga abakambwe nabo bazabasha kurota. Hiyo agano Yesu ambaye alikuwa ametoa, ambayo Yoeli alikuwa ametabiri, akasema nitaumwaga roho wangu juu ya watu wangu, na mabinti wataweza kutabiri, na wazee nao wataweza kuota. Hiyo ndio agano ambayo ilikuwa imetimia. Amen. Wakati huo kwa chumba cha juu walikuwa watu 120. Wote wakaweza kujazwa hiyo Roho Mtakatifu. Petero alipoendelea kuhubiri, watu wengi wakaendelea pia kumpokea Roho, wakaendelea kumkubali Mungu. Wakati huo watu wengi wakaweza kutii na wakaweza kumpokea Mungu. Watu kwa jumla wakawa kama 3,000 pamoja na wale mitume. Amen. Abantu babasha kuzura umwuka wera, babasha kwakira agakiza. Icyo gihe abakiriye agakizwa uteranyijeho n'intumwa zari mu cyumba cyo hejuru babasha kuba 3,000. Kubera ko umwuka w'Imana yari yamanutse, yari yinjiriye no muri Petero, yari yabashe kumugira umugabo wo guhamya ibya Yesu. Amen. Sai tupeane mfano bora ambayo watu wanaweza elewa. Hapa nje kwa barabara kukeza tokea ajali. Kuna mtu hapa anaweza sema ameona. Haramutse hakaba impanuka hari hanze. Hari umwe muri mwe bwovuga ko yayibonye. Aya. Ntago mwovuga ko mwayibonye kuko mutayibonye. Icyabashije kubageraho gusa n'urusaku mwumvishe hanze. Nicyo cyababwiye ko hanze hari impanuka, ariko ntimwigeze muyibona. Miongoni mwa hao watu kunao ambao walisikia Roho Mtakatifu amekuja. Walisikia tu kwa fununu, walisikia kwa masikio, lakini Roho Mtakatifu wa Mungu hakuweza kushuka ndani yao, hakukaa nao. Amen. Umwuka wera harabamwumvishije, ariko ntiyigeze, ntago babaye victims kubera ko atigeze abageramo. Bamwumvishije mu matwi gusa, bamwumvishije bamubabwiriza, nta kindi byarangiriye aho ngaho. Amen. Lakini Mkristo ambaye hana Roho Mtakatifu azaba umunyadini. Amen. Umukristo udafite umwuka wera aba umunyadini. Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 10:30 hatubwira umugabo witwaga Kornelio, wari umusirikare ukomeye, wari ufite ingabo yayoboraga, ngo yubahaga Imana, akubahiriza amategeko yayo yose, ariko umwuka wera yari ataragera muri we. Kugeza ubwo umwuka wera yaje muri we, mtu ambaye hana Roho Mtakatifu anakuwa mwenye dini, anafuata mila na desturi za kanisa, lakini hamuelewi Mungu zaidi. Tuseme amen. Tuseme mambo machache ambayo Roho Mtakatifu alifanya wakati alishuka. Amen. Kitu cha kwanza, Roho Mtakatifu aliposhuka aliweza kuzaa kanisa. Amen. Aliweza kuzaa kanisa. Ndipo hapa tumesoma Matendo ya Mitume 1:4. Inasema nuko abateranyiriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu. Roho Mtakatifu akawaamuru kuwa pamoja. Hawakuwa pamoja, lakini akawaambia muwe mahali pamoja. Abasha kubabumbira hamwe. Amen. Tukiwa mahali pamoja hakuna jambo ambalo linaweza tushinda. Lakini Waswahili husema umoja ni nguvu, utengamano nao ni udhaifu. Akawaweza kuwaweka mahali pamoja ili Roho Mtakatifu awajae wakiwa mahali pamoja, ndio waweze kushuhudia Roho Mtakatifu wakiwa wamesimama imara. Amen. Hiyo tunaipata Matendo ya Mitume 1:4. Maneno mawili ambayo mtu Mkristo hawezi kusahau. Neno la kwanza, nawe ujiulize kama unakumbuka ama ukumbuki, na ujiulize kama sikumbuki kuliendaje. Siku ambayo uliweza kuokoka, hiyo ni sikukuu kwa maisha yako ambayo huwezi sahau hata kuendeaje. Wakati wote unasema mimi nilikuwa mlevi, mimi nilikuwa mchawi, lakini wakati Roho Mtakatifu alinijia ilikuwa masaa kama haya na nikaweza kumpokea. Nikaweza kupokea Yesu kama mfalme wa maisha yangu. Amen.
Hiyo siku hauwezi kuisahau. Siku ambayo Roho Mtakatifu alikushukia juu ya maisha yako, pia hiyo siku Mkristo hawezi kuisahau. Amen. Tunazungumza na watoto wadogo ambayo wanakomaa katika Injili na watu wakubwa ambayo wamekomaa na tunataka waendelee kuimarika katika neno la Mungu. Neno la pili, Roho Mtakatifu huweza kutujulisha uhusiano wetu na Mungu wetu ambaye ako mbinguni. Roho Mtakatifu akikushukia anaweza kukujulisha uhusiano wako na Mungu. Warumi 8 mstari wa 16 inasema Roho Mtakatifu binafsi, Roho Mtakatifu wa Mungu anakubaliana na roho yetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Umwuka wera w'Imana ubwiwe yemezanya n'umwuka wacu uturimo yuko turabana b'Imana. Roho Mtakatifu akiingia ndani yetu anatujulisha kwamba sisi ni wana wa Mungu. Neno lingine ambayo wako na Roho Mtakatifu huweza kushinda abafite umwuka wera batsinda ingeso za kamere. Hiyo tunaipata, taharakisha kidogo, Galatians 5:16 inasema let the Spirit direct your lives and you will not satisfy the desires of human nature. Aba Kristo Yesu babambanye kamere nirubanira ari byayo. Amen. Iyo uri wa Kristo Yesu, ukiwa wa Kristo ubasha kubambana kamere. Desires of the human nature unaweza kuzifunika kwa sababu wewe umeingiliwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Neno lingine, wa Kristo, neno lingine, wale ambao wako na Roho Mtakatifu huweza kuwa mashahidi, huweza kuwa wanaume na wanasimama. Tukisema mwanaume, sahi mwalimu hapa akifanya kosa, waende kotini, waite mkesha, mwarimu yakoze ikosa, bagahamagara mkesha ngo naza atanga ubuhamya, icyo gihe bamwita umugabo kubera ko ari umuntu ugiye guhamya. Amen. So tukizungumzia wanaume, hatuzungumzii hawa ambaye wamevaa trousers. Hapana. Tunazungumzia mashahidi wa kweli wa Yesu Kristo. Amen. So ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako unaweza kuwa shahidi wa Mungu. Neno la mwisho, Roho Mtakatifu akiingia ndani yetu anaweza kututakasa. When the Holy Spirit comes in our bodies, in our souls, he purifies ourselves and our souls. Roho Mtakatifu akiingia ndani yetu anatutakasa. Wakorintho wa kwanza, wenye wanaandika watakuja kusoma, Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 11. Neno la mwisho, Roho Mtakatifu anatuombea kwa Mungu. Warumi 8:26 anasema adusabira aniha iminiho itavugwa. Amen. Yesu Kristo, sisi ndani ya utu wetu, ndani ya udhaifu wetu, ndiye ambaye anaweza enda kutuombea kwa sababu amekaa mkono wa kiume wa baba yetu. Ndiye akienda mbinguni anasema ndio hawa watoto wangu, ndio hili ombi langu lao, ndio hili ambalo nataka. Ewe Baba, weza kuwasikia nawe uwape kile wanataka. Atunihira iminiho itavugwa imbere y'Imana. Amen. Walio na Roho Mtakatifu wa Mungu wanazaa matunda ya kiroho. Amen. Those with the Holy Spirit of God, the fruits of the Holy Spirit, they show themselves on their faces, on their bodies. Amen. Fruits of the Holy Spirit. Imbuto z'umwuka wera nizihe? Abagalatiya 5:22. First, upendo. Roho Mtakatifu wa Mungu akiwa ndani yako, matunda yanajidhihirisha. Katika maombi ambayo tumemaliza siku, baratubwiye ngo Yesu ntabwo ari mutoya kuvuga ngo yinjire muri wowe binanirwe kumenyekana. Amen. Ntabwo ari muto kuba wotunga Yesu Kristo muri wowe ngo narangiza abe muto abantu bareke kumenya ko Yesu Kristo ari muri wewe. Amen. Kandi Yesu Kristo si muto kandi kuba yo kuvamo ngo abantu bananirwe kubimenya. Yesu Kristo bado akitoka ndani yako, watu wanajua, wanasema ule ni mwili ambao unatembea lakini hana roho wa Mungu.
So fruits of the Holy Spirit, ya kwanza ni love, pili joy, tatu peace, nne patience, kindness, goodness, faithfulness, humility and self-control. Turudie pamoja na watoto. Fruits of the Spirit are full of love. Turudie pamoja na watoto wote. The fruits of the Holy Spirit are full of love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility and self-control. Tuseme ili watu wakubwa pia waweze kusikia tunasema nini. Amen. Tutuze ngo ariko imbuto z'umwuka wera nizi: n'urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, n'ukwihangana, n'ukugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda ibimezo bityo nta mategeko abihana. Amen. Iyo ufite Yesu Kristo mu mutima wao, ukiwa na roho wa Mungu ndani ya roho yako, unaweza kuwa na upendo. Hauna chuki na mtu, unaishi na watu wote kwa amani. Ngo ariko mwebwe kurwanya uruhande, mubane n'abantu, mugira umwete wo kubana n'abantu amahoro, n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Muishi na watu wote kwa amani, kwa sababu ndiyo tunda la Roho Mtakatifu inatuambia. Amen. Hayo ni tunda za Roho Mtakatifu, tunda za Roho Mtakatifu. Kila mtu anapaswa kuwa nazo. Ukishampokea Yesu, Roho Mtakatifu wa Mungu naye anapaswa kushuka juu yako, ili uweze kuwa shujaa, ili uweze kutangaza Yesu kwa wale ambao hawamjui. Biragoye kuba umuntu utazi Yesu, kuba umuntu utaramanukirwa n'umwuka wera, kuba yosoka hano hanze ngo atangaze umwami Imana, ngo amuvuge nkuko bikwiriye. Biragoye. Amen. Lakini Roho Mtakatifu akitushikia, ndipo tunakuwa mashahidi wa kuzungumza neno la Mungu, la kusema Yesu Kristo kama ilivyopasavyo. Ngo Stefano paka wakampiga mawe, lakini kwa sababu alikuwa anashuhudia Roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Amen. Hakuwa anaona kosa lolote ambayo liko juu yao. Amen. Alikuwa anatazama mbingu na anaona malaika na anasema, ewe Baba, uweze kuwasamehe, kwa maana hawajui pia walitendao. Ukiwa na Roho wa Mungu hauogopi lolote. Amen. Amen. Ingaruka, madhara ya kudanganya Roho Mtakatifu. Amen. Matendo ya Mitume 5 inatuambia mtu ambaye Anania na Safira, amen, ambayo waliweza kumdanganya Mungu, waliweza kudanganya Roho wa Mungu kwa mali yao. Wakachukua vilivyokuwa vyao, wakagawa mara mbili, wakasema haitaendelea kuishi hivi, watu hawataendelea kulishwa na sisi. Walipopelekea mitume, wakawapa nusu. Petero akamuuliza, je, ulipokuwa nazo si zilikuwa zako? Ukibifite byari byao, nukuberiki ubeshe umwuka wera. Hapo akaweza kuanguka na kafa, kwa sababu alikuwa amedanganya Roho Mtakatifu wa Mungu. Na mkewe naye Safira alipokuja akaweza kufanya hivyo hivyo. Wakamuuliza, je, ni haya ambayo mmepata? Ni haya mapato? Naye akasema ndio, ni hayo. Akasema ndio wale wanaume ambao wametoka kumzika mume wako, nawe sasa hivi wanaenda kukuzika. Hapo akaanguka kifundifundi na akaweza kufariki, kwa sababu alikuwa ameudanganya Roho Mtakatifu wa Mungu. Wapendwa, tuwe na Roho Mtakatifu wa Mungu na aweze kuwa juu yetu, ndipo tutakuwa mashahidi wa kumshuhudia. Maswali kadhaa, maswali chache tu kwa watoto, alafu tutamaliza. Lakini kwa sababu tumesikia sisi wote, yeyote nitauliza, natumai anaweza jibu. Amen. Amen. Ko haleluya zibaye nkeya. Amen. Utaisubiza ni uri usubiza. So chukua mic, kuna mic. Leo tumesema tumekuja kusherekea Pasaka. Amen. Pentecost, samahani. Hiyo ni kuonyeshana kwamba mnasikiza. Tunayo mikutano ngapi ambayo tunasherekea? Hapa mbele. Simama useme.
Mikutano 3. Mkutano wa kwanza ambao tunasherehekea. Emmanuel hapa. Pentecost. Mkutano mmoja wa hizo ni Pentecost. Mwingine Ganza. Pasaka. Pasaka. Mkutano mwingine Mugisha tena. Noeli. Mkutano wa mwisho huu ambao tunasherehekea leo ni gani? Hata wenye wako pale nyuma tutawauliza. Bayo pale nyuma. Ile ambayo tunasherehekea leo. Pentecost, tuwapigie makofi. So tulisema Noeli ni nini? On Christmas Day, what do we celebrate? Wale ambao wako nyuma sijui kwa nini hawajibu. Wenye wako nyuma, mwenye mbere y'abayubahe aho makira hagaze. Kuvuka kwa Yesu. Tukasema Pasaka tuna celebrate nini? Pasaka tunasherehekea nini? Death and resurrection of Jesus Christ. Death and the resurrection of Jesus. Kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Tukasema leo siku ya Pentecost hayo tumeweza kuyazungumzia. Amen. 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 Tumesema fruits of the Holy Spirit. Nani anaweza tuambia fruits of the Holy Spirit? Peace hapa. Teacher. Hapa peace. Love. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness and humility, self-control. Tumpigie makofi. Ameweza kuzitaja hizo zote. Amen. Ameweza kuzitaja zote. So kwa hivyo Roho Mtakatifu wa Mungu tunamtakia kushuka kwa kila mmoja wetu ili tuweze kuwa wanaume wa kumshuhudia kila mahali. Nani anaweza tukumbusha mahali ambapo tumesoma mara ya kwanza? Hata ustaje tu kitabu ambacho tumesoma. Atapata. Peace tena. Mtume 2:4. Ibyakozwe n'intumwa 2:4 naho twahasomye pale ambapo tumesoma mara ya kwanza venye tumesimama, venye tulikuwa tunaenda kuanza kuzungumza. Pale ambapo tumesoma. Pale ambapo tumesema lakini mtaupokea Roho Mtakatifu wa Mungu. Mtapokea nguvu wakati Roho atakaposhuka. Ni wapi tumesoma hilo? Eze mikoro ayere. Mitendo ya Mitume. Igitabo ni ibyakozwe n'intumwa kangahe? 2:4. 2:4. Hapo tumesoma lakini si penye tumesoma tukianza. Nataka mtu atuambie penye tumesoma tukianza. Ganza. Ganza vuza wa Galatia sio hapo. Saa mu bantu bakuru tubafashe. Aho twasa. Icyakora muzahabwa imbaraga nyakuri. Umwuka wera nabamanukira. Muzabasha kuba abagabo bo kumpamya Yudeya ni Samaria kugeza ku mpera z'isi. Ni kitabu gani, sura gani, mstari gani? Nihe uretse hano. Ahangaha handi.
Mwarimu naheze ya mikoro. Bari batuambia. Byakoze n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Tumpigie makofi. Nawe bamuheze biswi none. Amen. Twasomye aho ngaho niho twavuze ngo icyakora muzahabwa. Mutegere ndasubiramo. Twahereye kuri 4, sibyo? Aravuga ngo nuko abateranyiriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu. Ati ahubwo murindire ibyo data yabasezeranyije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko amaze guterana baramubaza bati mbese nibwo ubwami wenda kugara ubwami bwa Israheli? Ku 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga nyakuri, umwuka wera nabamanukira. Ababyeyi mubonye impamvu twasabye ibitabo by'abana, n'abantu bakuru ntibari kwibuka kubera ko tutanditse, sibyo? So inakuwa vigumu kubera ko mtu anafikiria mambo mingi, ariko tuze tugerageza. Amen. So siku ya leo tumewatakia kushuka kwa Roho Mtakatifu. Tumesema mruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu aingie ndani yenu. Na Roho Mtakatifu wa Mungu anaingia kwa roho ya mtu ambaye anamtamani, yule ambaye alijua Yesu Kristo. Amen. Yule ambaye anatamani kuishi na